katika vizazi vyenu vyote. Hii ni ishara. Sasa lazima tuidadavue ya kwamba mimi ambaye ninaamini agano jipya inanigusa au hainigusi. Kaa vizuri. Nimekuambia hili somo ni kwa wote wanaojidai wanajua sabato na ambao hawajui. Wote inawahusu, maana tunaongea vitu ambavyo wote hamvijui. Mshike mkono jirani yako, mwambie hata we hujui. Na hii kama ikieleweka vizuri, hakutakuwa na mgogoro. Watu wanagombana dhehebu hili na dhehebu hili, huyu anamnyoshia mkono mwenzake, wewe uko chini ya sheria. Huyu anamwambia mwenzake, wewe unashika siku ya Jumapili. Wanaanza kugombana. Hawa watu wanagombana, ni ndugu kabisa, lakini siku wakielewa hizi ishara, ugomvi utaisha. Haleluya. Anasema nenda ukawaambie hii ni ishara. Sasa wakaanza kugombania ishara. Ishara ya nini? Tuanze kuangalia ishara yake. Mwanzo 2 fungu la 1 anasema, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Ishara ya kwanza ya sabato ilikuwa inasimamia nini? Inatangaza Mungu ndiye muumbaji. Kwa nini? Mungu alijua miaka inayokuja baadaye watakuja watu ambao watadai kwamba sisi tulitokana na manyani. Chembe chembe ikaibuka, sijui ikatokea, mara ikatoka nje ya maji, miaka ikaenda, ikawa kama chura, baadaye ikabadilika, ikawa sijui kama inyi, sijui kama nani, baadaye kama sokwe, akakatika mkia, tukawa binadamu. Sema hapana. Lazima watu wajue, kila wakiona sabato igonge kwenye akili zao ya kwamba Mungu ndiye aliyeumba dunia na wala haijaibuka. Haleluya. Angalia vizuri Kutoka sura ya 20 fungu la 8 hadi 11. Hata ukiwauliza Waadventista wa sabato hili swali, hawatakujibu. Ukimuuliza kwa nini unashika sabato, anakuambia kwa sababu ni amri ya Mungu. Wewe, Biblia haijasema hivyo. Mbona unachanganya mambo? Kama hiyo ndio sababu, amri ngapi za Mungu umezivunja ukashika sabato, lakini huku una mchepuko? Ulimi umeteleza tu. Mbona umeshika sabato lakini bado wewe kule kazini unakula rushwa? Kama kweli ulikuwa unaelewa hii kitu vizuri, tungekuona maeneo mengine huko sawa. Nataka kujibu hoja, kwa nini tunashika sabato? Hatushiki sabato kwa sababu ni amri ya Mungu. Ukijibu hivyo umekosea. Jibu lipo kwenye Biblia. Lazima tujibu kwa mujibu wa maandiko. Sikiliza maandiko yanasema nini. Ikumbuke siku ya sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana hiyo ndio sababu. Anaposema tu maana, sababu ndio inafuata hapo. Sasa kuanzia neno maana kuendelea, ndipo utajua kwa nini amesema haya yote yaliyoko hapo juu. Natoa mfano. Ni sawa na Manase anayenichukua video hapa. Unajua watu wa video huwa hawatambulishwi na hawatambulikani, ila ma-MC na wahubiri ndio wanaojulikana. Hawa wana kazi kubwa hapa. Picha zikikaa vibaya, kesi haziko sawa, lakini wanafanya kazi kubwa sana. Mungu awabariki. Nikiwa hapa nikihubiri, ninafuata maelekezo yake. Anaweza kaniambia hivi, unapohubiri mchungaji, ukiwa pale mbele ukihubiri, hata kama Roho Mtakatifu akushukie kiasi gani, usije ukashuka ngazi ya 2. Tuko sawa? Ananiambia kwa maana utakaposhuka utakanyaga microphone. Simuona maana yake sasa Unabari kuna wasabato wengi wanashika sabato hawajui sababu yake. Na wengine wanaogopa moto, nitachomwa moto. Ina maana moto usinge kuwepo.
Sikiliza sasa, hapa inapoanzia neno maana, hiyo ndiyo sababu kubwa ya kushika sabato. Nataka nirudie tena hapa juu kidogo, isikilize. Ninaanza fungu la 8 ili uweze kuipata hii maana vizuri. Sikiliza kwa makini. Ikumbuke siku ya sabato itakase. Hiyo wameishika vizuri. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Nukta. Nikana kwamba kuna mtu alichomekea katikati hapo, akamuuliza Mungu, kwa nini unasema yote haya? Ndipo Mungu anasema, anajibu sasa, kwa maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Umeona jibu lake sasa? Hilo ndilo jibu lake. Sio kwamba naogopa moto. Moto wani unaogopa? Sio. Jibu lake anakuambia hivi, kwa maana ukifanya hivyo unamtangaza Mungu aliumba kwa muda wa siku 6, ya 7 akapumzika. Unamtangaza Mungu ndiye muumbaji. Ndiyo sababu ya msingi ya kwanza. Haleluya, haleluya. Hiyo ndiyo maana yake. Haya mengine yote mnazunguka, mtaremba, mtaeleza haya, lakini Biblia ina majibu. Imesema ni rahisi sana tu. Nikipumzika sabato, nimetangaza nimeumbwa na Mungu. Mungu ndiye ameumba. Kuna watu wanasema Mungu aliumba dunia hii kwa miaka mamilioni. Biblia inasema ni siku 6 tu. Sasa sikiliza hii. Sabato ni ishara ya utakaso. Ndio niliwaambia hapa, mkinisikiliza vizuri mtagundua siongelei siku, naongelea uzito wa alama yenyewe. Uumbaji, utakaso, ndio maana yake. Sikiliza ya mafungu. Ezekiel 20:12. Tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi ni watakasaye. Sikilize vizuri hii. Maana yake ni nini? Ninyi mnatakiwa kujua anayewasafisha dhambi zenu ninyi ni Bwana mwenyewe, na wala sio kitu kingine. Kwa hiyo anasema Mungu, kwa nini uliopatia sabato? Sema, niliwapa sabato ili kila siku atambue mimi ndiye nayewaosha dhambi. Lakini wao wameichukulia tofauti. Wamebeba maana ambayo sio. Maana yake ilikuwa watangaze ya kwamba anayenitakasa dhambi mimi ni Bwana mwenyewe. Haleluya, haleluya. Sasa sikia, hii ndiyo tamu zaidi. Sabato ni ishara ya pumziko ndani ya Yesu Kristo. Ndiyo maana kama unashika sabato lakini huna Yesu, huendi mbinguni. Nipungie mkono. Kama sabato peke yake ilikuwa inatosha kumpeleka mtu mbinguni, Wayahudi wote wanaenda, lakini hawaendi, maana hawana Yesu. Na nyie mnaoshika sabato mnisikilize, kama unashika sabato na huna Yesu, mbingu huendi. Ni sawa na mtu mwenye gari na hana mafuta, afiki hata Iringa mjini. Mshike mkono jirani yako, mwambie imeze japokuwa ni chungu. Tangu mwanzo nilisema hii mikutano ni ya watu wote. Haleluya, haleluya. Yesu anahitajika, kwa sababu hiyo sabato yenyewe inamwakilisha yeye. Sikiliza vizuri haya maneno, ndipo utaelewa. Kama inawakilisha pumziko ndani ya Yesu Kristo, inawakilisha ukombozi. Hata kwa wana wa Israeli wenyewe tu waliambiwa sababu nyingine ya kushika sabato ni kutambua ya kwamba Bwana aliwatoa katika nchi ya Misri. Ni mojawapo ya sababu hiyo. Mimi leo Misri yangu sio nchi, ni utumwa wa dhambi. Ni ishara ya kwamba mimi nimetolewa katika utumwa wa dhambi nikaingizwa katika pumziko.
Ndugu zangu, dhambi inatesa. Hivi kweli mtu mzima na degree zako unalala baa, mdomo wazi, una watoto na familia? Dhambi inatesa. Yaani kutoka katika utumwa wa dhambi na kuingia ndani ya Yesu Kristo ni pumziko. Maana neno sabato maana yake ni pumziko, ndiyo maana yake. Sikia Kutoka 5:15, nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, na ya kuwa Bwana Mungu wako alikutoa huko kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyooshwa. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako alikuamuru uishike sabato. Kwa sababu hiyo, kila mmoja hapa ana Misri yake. Kila mmoja akikaa chini, ukisimulia una Misri yako. Ulikuwa kwenye utumwa na Bwana amekukomboa akakuleta katika pumziko. Na ili ukombolewe katika utumwa, anayekukomboa lazima aitwe Bwana, Lord, Master. Anakuja kukutoa. Ndio maana Yesu akiwa duniani hata Wayahudi hawakumuelewa. Katika Luka 6:5, Yesu alivyokuwa anafanya vitu siku ya sabato, Wayahudi wakamwambia anavunja sabato. Mwisho akamwambia, hivi mnaelewa mnachokisema? Sikia maneno yake. Akawaambia, Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato. Yaani bosi mwenyewe amefika. Haleluya. Yaani kana kwamba anambia, mnajidai mnajua kushika sabato, mimi ndio nimeiweka, ndio mimi hapa sasa. Na nyie mnisikilize kidogo, naongea na nyie mnisikilize. Ukihitaji ujue kushika sabato vizuri, nisikilize. Usihangaike na kuangalia Torati ya Musa, na hii najua itawakwaza. Angalia Yesu Kristo alivyoshika sabato, ndiye final. Haleluya, haleluya. Ndugu zetu hawa Waislamu wana msemo mzuri sana. Wanasema kila zama na kitabu chake. Sasa hivi kama ulikuwa hujui, nikupe taarifa. Tupo katika kitabu cha Yesu Kristo, kinaitwa Injili. Ukihitaji ujue uishi namna gani, angalia Yesu alichofanya. Ndio maana kuna watu wananiuliza, wanasema, mchungaji, mbona siku hizi tunaona mnatembea mnakwenda umbali sana kuliko Torati ilivyosema mtupo wa jiwe? Niambia, umesema Torati, ila mimi nasema Yesu Kristo. Haleluya. Maana ukimwangalia Yesu alikuwa na maneno mazuri. Anaambia watu wa kale wamesema usizini, lakini mimi nawaambia. Simona ana mamlaka juu ya sheria sasa, Watu wa kale walisema usiue, lakini mimi nawaambia. Nikana kwamba nawaambia hao ndio niliowapa sheria. Tafsiri yao ilikuwa ina mapungufu. Mwenye tafsiri final ni mimi. Haleluya. Hata kwenye kushika sabato, angalia Yesu alishikaje, ndiye final. Haleluya, haleluya, ndiye final. Baada ya Yesu hakuna mwingine. Niangalie hivi hivi uniache, sina mwalimu mwingine final isipokuwa Yesu Kristo. Yaani ukaniletea mafungu yako kibao kwamba alipookota kuni akauawa, na kwambia sawa, Yesu alisemaje? Asiye na dhambi awe wa kwanza kumpiga mawe. Na ndume zilikuwepo zingine, zilitembea na yule mama na zilimrusha hela zake, na zilikuwa pale, hawajamlipa hela. Yesu alivyoandika tu hivi wakajiona. Yesu ndiye final. Mchungaji, na nyie mshike mawe mtupe basi, atakapoishia ndio hapo hapo. Nakwambia sawa, Torati ilisema hivyo, lakini Yesu ndiye final. Haleluya, haleluya. Unajua mpaka Yesu nampenda, maana mwisho anasema msiponisikiliza mimi mtamsikiliza nani? Nani mwingine? Maana mimi ndio nimetoka kwa Baba na waambia mambo jinsi yalivyo. Yesu akaambia Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato. Katika sehemu hiyo hiyo, sura hiyo ya 6, akahitaji kuwaonyesha kazi ya sabato ambayo hata wengi wenu hamjaijua bado. Sikiliza,
Fungu la 6 nasema, ikawa siku ya sabato nyingine aliingia sinagogi. Ukisikia sentensi siku ya sabato nyingine, ina maana hiyo iliyopita tuiache, tuje siku nyingine. Aliingia katika sinagogi akafundisha, na mlikuwamo mtu ambaye mkono wake wa kuume umepooza. Ulipopooza ikawaje sasa? Sikiliza. Yesu akamtazama yule mtu, anasema fungu la 7, na waandishi na Mafarisayo walikuwa wakimvizia ili waone kwamba ataponya siku ya sabato, kusudi wapate neno la kumshitaki. Lakini yeye akatambua mawazo yao, akamwambia yule mwenye mkono uliopooza, ondoka, simama katikati. Akaondoka akasimama. Ndipo Yesu akawauliza, nawauliza ninyi Mafarisayo sasa, nawauliza ninyi, je, ni halali siku ya sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuiangamiza? Akawakazia macho wote pande zote. Usiombe ukakaziwa macho na Yesu, maana hata kama unaka uongo kako inabidi ukafiche. Yaani kana kwamba anambia msiseme uongo hapa, jibu swali vizuri. Tuchukulie kama kuna Farisayo mmoja ambaye ndiyo mwenye kiherehere, labda anaitwa Ibrahimu. Hasa wewe Ibrahimu, jibu. Naye anaangalia wenzake. Sikiliza. Akawakazia macho wote pande zote, akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akaunyosha mkono wake, ukawa mzima. Fungu la 11, wakajawa na uchungu. Mtu anaponywa tena mnajawa na uchungu. Ingekuwa leo tungesema ndio waliomloga hao. Wakajawa na uchungu, maana hawaelewi lengo. Mungu ameiweka sabato kama ishara ya kufunguliwa watu vifungo vyao. Haleluya! Watu wafunguliwe vifungo vyao, watu wawe huru, watu wapone. Ndiyo maana yake. Ndiyo maana Yesu Kristo akijiita Bwana wa sabato anasema ni ishara ya kwamba katika Kristo Yesu ninyi mko huru, mna msamaha wa dhambi, mna uponyaji, stresi zinaondoka. Inatakiwa ukija kanisani siku ya sabato, baada ya sabato pale, yani kwanza ukiwa kanisani tu pale, misongo yote inakimbia, misongo inakimbia, haikai, maana Yesu yupo. Unashangaa mtu anaingia hapo amekaa ananuna siku ya saa, ananuna bwana vipi? Matangazo marefu. Ni siku ya furaha. Tena ingeliwezekana siku ya sabato akina mama na akina baba ndio siku mpike vyakula special kwa watoto wenu, yani mpaka mtoto anatamani hiyo siku ifike, sio makande. Pika makande mpaka watoto wanawaza. Siku ya sabato ndio siku ya kuvunja jungu. Piga pamba za ukweli. Vile visuti ambavyo ulikuwa umeweka kwenye sanduku ndio siku ya kuvitoa hivi. Haleluya. Tena ilitakiwa majira kama haya, jua linakaribia kuzama hapa, tukimaliza tu ibada hapa, vikundi kila hema kuna vikeki, wale wanakana kakeki kao na vimatunda, unaambia sabato njema. Lakini hapa baada ya watu wengine wanawahi nyumbani. Jamani, siku ya furaha. Kuna tofauti kubwa kabisa kati ya kushika sabato kwenye Agano Jipya na Agano la Kale. Havifanani, tofauti kabisa. Niwaambia zama hizo tu mama wa watu ameonekana na ukota kuni jangwani. Kuna wapelelezi wa kujitegemea, wapo mpaka leo. Wapelelezi wa kujitegemea hawalipwi, kazi yao ni kuchunguza. Wakampelekea Musa taarifa, mama akapigwa mawe. Yesu amekuja ameikataa hiyo, anasema hapana, siku ya sabato ni siku ya kuokoa roho na sio kuangamiza. Haleluya.
Haleluya. Sasa sikia sasa. Moja ambayo niliipenda sana ni kwenye kitabu cha Marko sura ya pili. Sura ya pili, fungu la kwanza. Hii ilizua mgogoro mkubwa sana. Akaingia Kapernaumu tena. Baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi. Ukiangalia vizuri kabisa katika sura hii, nenda fungu la 10, kuna kituko kinatokea. Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Yeye Yesu Kristo. Sasa sikiliza hapo, akamwambia yule mgonjwa aliyepooza na kuambia, ondoka, ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Mara akaondoka akajitwika godoro lake, akatoka mbele ya watu wote, wakastaajabu na kumtukuza Mungu. Haleluya. Inatakiwa uone nguvu ya Yesu Kristo siku ya Sabato ya kumwambia mtu, nyanyuka uende. Sikia sasa, ili yote yatimie haya, ndiyo maana ilipofika siku ya Ijumaa kama leo, Yesu Kristo akiwa ametundikwa msalabani, jua lilipokuwa tu linakaribia hapo, Yesu alikufa majira ya saa 9. Biblia yako inasema saa 9. Lakini Sabato ilipokaribia kuingia tu, walikuja wakauchukua mwili wake wakaupeleka kaburini. Wao wakaenda kupumzika kama ilivyoamriwa desturi, bila kujua wanaye Bwana wa Sabato yuko kaburini. Alfajiri na mapema siku ya kwanza ya juma, ambayo kwetu sisi tumeita Jumapili, Yesu akafufuka, akaanza kufanya kazi. Haleluya. Ukisoma vizuri Biblia, hasa kitabu cha Marko, kinaeleza vizuri ya kwamba kuna wanafunzi, hii siku ya kwanza ya juma, walikuwa wanaenda shamba. Ilikuwa ni siku ya kazi kama kawaida. Sasa watu wengi wananiuliza, mchungaji, mbona leo inaitwa Ijumaa na wao unasema ya kwamba ni siku ya maandalio ya Sabato? Hizi siku ni majina tu yamewekwa, na kila mmoja alikuwa anavuta kwake. Kwa mfano, nianze Kiswahili. Katika lugha ya Kiswahili, waliotangulia hapa ni Waarabu. Nao walihitaji kukazia ili ikiwezekana siku ya 7 iwe Ijumaa. Kwa hiyo inabidi siku ya kwanza iwe Jumamosi. Ndiyo maana ya neno mosi, maana yake moja. Kwa hiyo wakaanza na Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, wakaja Alhamis. Hapa ndipo wakachanganya mafaili, maana neno Alhamis lina asili ya neno la Kiarabu alhamsa, maana yake ya 5. Inakuwaje utoke Jumatano uende ya 5? Kuna tofauti kati ya kam na njoo. Kwa hapa wakachanganya hapa, maana kiukweli kabisa wakienda kwa mahesabu vizuri ya kwamba Jumatano ijitegemee vizuri, Alhamisi unaenda hapo, wanalazimisha ili Jumaa iwe ya 7, lakini ikafeli kabisa. Maana hata katika kitabu kitukufu cha Qur'an kimeeleza mara kadhaa, Suratul Al-Araf aya 163, Suratul Al-Baqara, zote zimeeleza, na wao wanaita Yaumul Sabit, yani siku ya Sabato. Katika Kiswahili wakaitafsiri vizuri kabisa ya kwamba ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Kwa iko wazi kabisa, haina shida. Utaniambia, mchungaji, na Kiingereza je? Kiingereza usichanganyikiwe. Hizi lugha hizi siku tunaita Monday, Tuesday, yote ni majina ya miungu yote. Kwa wala usigombania haya mambo, hayana msingi wowote. Kwa mfano, waliokuja kutawala dunia wakiwa na nguvu sana ni utawala wa Kirumi. Ulikuwa na nguvu kubwa sana. Walivyotawala hii dunia kwa nguvu kubwa, lugha yao ilibidi isambae. Japokuwa walifeli, Kigiriki ndio kikatawala zaidi, lakini wakabakia kutawala kwa habari ya majina. Kwa hiyo, kwa mfano, siku ya kwanza kabisa
maana kile cha kwanza ndicho anapewa Mungu. Wakampatia heshima Mungu wao. Wao walikuwa wanaabudu jua, ndio maana siku ya kwanza ya wiki inaitwa Sunday, siku ya jua. Siku ya pili wakampa Mungu mke anaitwa mwezi, ikaitwa Moon Day, Monday. Siku iliyofuata wakampa Mungu wao anaitwa Tuis, ikaitwa Tuesday. Ikafuata nyingine wakampa Mungu Wednesday, ikaitwa Wednesday. Iliyofuata wakampa Mungu Thursday, ikaitwa Thursday. Ni majina ya miungu yao tu. Iliyofuata wakampa Mungu anaitwa Frigas, ikaitwa Friday, ndio leo. Wakasema Wayahudi tunawachukia sana, siku wanaoabudu Mungu wao tutampatia Mungu mdogo sana anaitwa Saturn, ikaitwa Saturday. Lakini kwa mujibu wa Biblia, Wayahudi hawakuzipatia siku majina ya miungu mingine. Wao walikuwa tu ni siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, inaenda hivyo mpaka. Hebu naomba ile Biblia yangu kama kuna mtu hapo aniletee nisome kabla sijafunga. Na hii Biblia naipenda. Hii Biblia ni ile yenye vitabu 72. Haihusiani na dini nyingine yoyote, ni ya Wakristo, na vitabu 72 mpaka sasa wanaovishikilia ni kanisa Katoliki. Lakini Biblia mimi naitumia kwa sababu ya lugha yake, ina lugha nzuri sana. Kwa hiyo haijaandikwa na dhehebu lingine lolote. Hii ni ya kanisa Katoliki na ni waaminifu katika uandishi. Sikiliza, nasoma kitabu cha Yohana. Nianze na Yohana sura ya 20. Yohana sura ya 20 fungu la kwanza. Nianzie 19:31. Sikiliza vizuri. 19:31. Naona upepo wa Ilula umenivuruga, lakini nitarudi pale pale. Inasema hivi: ilikuwa Ijumaa, siku ya maandalio. Kwa hiyo kusudi miili isikae msalabani siku ya Sabato, maana siku hiyo ya Sabato ilikuwa siku kubwa. Wayahudi walimuomba Pilato miguu ya hao waliosulubiwa ivunjwe na miili yao iondolewe. Ilikuwa Ijumaa, siku ya maandalio. Hii Biblia imefasiriwa, labda ni kuonyesha, imewekwa sahihi na askofu anaitwa C.C. Davis, ni askofu wa Ngong. Amekiria ya maneno yako sawa. Kwa hiyo kumbe ukitoka Ijumaa unaingia siku ya Sabato. Ina maana jinsi ili jua linavyozama namna hii, Sabato inaingia, siku ya pumziko, siku ya kufunguliwa, siku ya kuwekwa huru. Kwa hiyo jua linazama likituingiza katika pumziko. Haleluya. Shetani alicheza na hizi kwa makusudi. Warumi miungu yao inabadilishana kazi saa 6 ya usiku, miungu ya Kirumi. Ndio maana hata mpaka saa zetu wametuvuruga na elimu yetu yote tumevurugwa. Unakuta saa imeandika 12, unaulizwa saa ngapi? Saa 6. Tangu lini 12 ikawa saa 6? Saa imeandika 6, unasema saa 12. Saa imeandika 3, unasema saa 9. Hivi walimu wenu wa hisabati ndivyo walivyowaambia hivyo?